Clouds TV, empowering lives. How do you go to God when you are under attack? Maybe a disease, maybe people have risen against you, maybe people are fighting your leadership. How do you approach God? How do you approach? Unafanyani namna gani ndio kushinda hiyo vita? Bwana Yesu asifiwe sana. Vita havipigani. Maana katika kitabu cha Waefeso wanasema nini? We don't war against what? Flesh and blood, but by principalities and powers. So these are the powers and are principalities. They are much clever because you don't see them. You are in a body shape, they are not in a body form. They are in spirit form. But you are ina nini? Sasa ukianza unaanza kuinukiwa katika kazi yako, kama wewe ni chairlady, wewe ni chairman, wewe ni pastor, wewe ni nini, umeanza kuinukia. Ujue wanao kuinukia, they are not in body, wewe ndio uko in body. Kwa hivyo wanakuona wewe hauoni, wanakupangia wewe haujui wakikupangia. They are intact, they are there intact and strong. Praise be the name of God. Now sometime later the armies of Moab and Ammon together with the allies of Meunites invaded Judah. They invaded. Already, this is an invade. They have invaded. Meaning these people are way ahead of you. They have strategized. They planned and strategized ahead of you. So it means that you are possibly going to lose the battle because they are ahead of you. Ukiona watu wanakuattack, already they are ahead of you. Walishapanga, walishakubaliana na wanajua when to attack. Na ukiona siku hiyo wamekuattack, wameshafanya mpaka rehearsal. Walishakuchokosa kidogo, walishakuangalia nguvu yako ni nani, marafiki wako ni wanani, ni wakati gani unakasirikaga, ni wakati gani unafanya, yani always there has been a projection ndio wa kuattack. Already walikuanga wameshakuattack kama wiki 3 mbele. Sasa ukiona umevamiwa kama ni shiaredi, ukiona unagogwa, haukugogwa siku hiyo na kugoga, walikugoga mbele. Kama yeye ni mtu wa kutupikia kachai na ugali, uligogwa kitabu, walikuja wakakupimia pale, wakakugoga, wakaenda wakaangalia umereact namna gani, ni nani wako na yeye. Walishajua unakuaga na nani na nani na nani na ni nani anaweza kukusupport, na unaobaga namna gani, na unaendaka maombi siku gani. They know all those things. Ndio nikwambia wale ambao wanakuattack, they are clever than you. Because they are ahead of you. Wewe haukuwa na mipango, haukuwa unajua kama kutavamiwa, haukuwa unajua kama kuna mtu anakuinukia ama anakupagia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wao walikuwa wanajua na walipanga kama miezi 6. Na wamekuwa wamekipanga pole na ni watu wanakuwa ndani yao. They have a rebellious spirit. Bwana Yesu asifiwe sana. They have a very rebellious spirit. Ni kama venye sasa naweza kuitana mkutano hapa, niite watu mkutano hapa, ukute kuna kikundi kingine pale kado kinaendelea mkutano wao. Ukiwaambia kujeni tufanye mkutano pamoja, unakuta wale hawataki. Wanafanya mkutano deliberately kukusabotage. Bwana Yesu asifiwe sana. That is a rebellious spirit composed, inakuwa na combination ya spirit ambayo iko ndani yao. Na haikuanza jana, na haikuanza mwezi uliopita, ni kitu imekuwa. Ni bali tu inatakanga tu manifestation, inachomoka. So these people are clever. They are well organized and they know when to attack and when to not to attack. And they are rebellious. Hata ukiwaletea nani bado wataribel. Hata ukiwaletea mama zao, waambie sasa fuata mama yako, sasa wachana na mimi, fuata mama yako, bado watakuwa rebellious kwa mama yao. Verse 2. Bwana Yesu asifiwe sana. Some messengers came and announced to King Jehoshaphat. Jehoshaphat was already a king. Hallelujah. So a messenger came na akaambia Jehoshaphat, akaambia a large army from Edom has come. A large army. So this army already ilikuwa imekuja. Na wakakibia, wakamwambia there is a large army. Kutoka wapi? Imetoka wapi? Edom. Na Edom sinikule kulikuwa na Sodom na Gomora, has come from the other side of Dead Sea to attack you. Underline Edom and underline Dead Sea. So the people who come to attack you, they come to attack you from the position of death. Ukiona mtu anainukia kanisa, mwenyewe inside spirit yake imekufa. Mkiona kama mtu anapiga uogosi kama hapa, lakini wanakuja wanainuka, wanaanza kugawanya, wanasema sasa tutakaa vikundi zetu ndio wamalize. They are operating from the angle of death. The spirit is dead. Hawa watu hamuko na wao kanisani. Hawa walikuja positioned kukuja kuvuja kanisa. Kazi yao wanafanyanga juu chini kuhakikisha no progress ya kitu chochote ambayo itaingia kanisani.
ama itaingia kwa mpango yote. Watakuja utaona wamepagana, wameorganize, wameshika kama mtu. Wata make sure watamumaliza in the spirit. They don't finish you from the physical. Bwana Yesu asifiwe sana. They don't deal with your physicality. They will deal with your spirit. To make sure wamekudefile. So they don't attack you from the lively life, spirit pure life. Because already wao walisha kufa. Wako kanisani because it's a fellowship. Wako kanisani because wanakujaga tu ku fellowship kwa sababu wanaitagwa watu wa CFC. But they are not with us. They are already dead. And therefore what they are really doing is to make sure others who are not dead wamekufa. So that is underline that the attackers, the first thing they will want to do to you is to kill your spirit. That is why they will come and wafanya maneno kama wakuingize kwa gay, wakuingize kwa lesbian, ama wakuje unakuta wamama wote wamekutana hapa. Unakuta kuna kikundi pale kado, kiko kado. Na kinakaa in a position ya kudirekia ile kundi gini. Kwa nini? Because they want to kill you in the spirit. Wanataka kukukejelisha, kufanya spirit yako isikie uchungu, ndio wakuonyeshe we cannot listen to you. Maana wao ni wakufu, wamekufa. Ukiona watu wanagawanyisha kikundi wanaenda kado, those are dead. Ukiwaangalia sana, tafuta coffins uwapelekee, because they are spiritually dead. Their work is to kill others because they are dead. Ni kunuka, ndio ni kulete kunuka, ufudo, wanuke, ndio munuke nyinyi yote, munuke the same style. That is to say, the dead see to attack you. They have already captured Hezazon. They have already captured other groups. Ndio umeona wako kikundi cha watu kapi? 7 kiko pale. Already hiyo kikundi, the leader of that kikundi amecapture hao wote. They are already dead. Bwana Yesu asifiwe sana. This is another name of Geded. Verse 3. I want to enter into nitty-gritties of understanding how to do warfare. You just don't do warfare without understanding the spirit. Bwana Yesu asifiwe sana. Jehoshaphat was frightened. So immediately, because of the death spirit, Jehoshaphat alikuwa frightened. The spirit of fear ikamuingia. So the next thing they do after that, after they kill your spirit, they introduce fear. Wanakuweka fear, unaogopa. Ndio maana Joshua wakati aliambiwa aanze safari, God had to stand there 4 times akimwambia, do not be afraid, nor be dismayed, I am with you. Usifadhaike wala uogope, niko na wewe. God had to repeat 6 times in one chapter. Usiogope wala usifadhaike, maana kitu ya kwanza utahusiwa ni woga. Akamwambia Jeremiah akaanza kusema, mimi ni mtoto tu, sina uwezo, siwezi kufanya hii maneno. Mungu alikuja akashika mdomo ya nani? Ya Jeremiah. Akamwambia, kutoka leo usirudi kusema wewe ni mtoto, maana mahali popote nitakutuma utaenda, na usiogope wao. Mungu alimwambia usiwaogope wala usifadhaike, maana mimi niko na wewe, nitakuwa nikitembea na wewe. Meaning there is a spirit that inapadagwa kwako, na hiyo spirit ni afia. Unaanza kuona mtu ameanza kuogopa. Unaweza kuona mtu kama Sharedi ameanza fanya kuogopa, maana already wale mangauro walipigana na Sharedi wa kwanza, wameanza kasi kupigana na Sharedi wa pili. Na wale mangauro wamekuwa kizuia kanisa isiendelee, already wameanza. Ukiona kikundi imejigawa hivi, hao ni wale tu. Ndio wanavuka na hivyo twalikuwa na hivyo teke na toikuwa nitokwenda kumenya Sharedi wako kinyete ku. Usiogope wala usifadhaike. Tengeneza, ukiona wamekaa kado na kuna wao wadogo wanakufuata padi, fanya na hao nilete. Bwana Yesu asifiwe sana. Weka hao wengine kado, maana hiyo ni kanisa ingine. Tunakuwa kanisa gapi? Hiyo ni kanisa ingine. Na tutadili na wao kama kanisa ingine, kama kanisa ingine ya Jehovah Witness. Jehoshaphat was frightened and prayed to the Lord for the guidance. He sought God. You don't just get into war with them because they are smarter, they are better, they are well organized than you. That is why when he realized, he was frightened. Na akajua hawa ni wa Moabi, ni wa Yunani, kai adwa ni orukogera. Hawa watu ni powerful. Akienda kwa Mungu akamuuliza, don't run away, you go to God. If you have a responsibility, na maneno umeanza kuona imeanza kuchomeka, imeanza kuwaka moto, don't run away. Nenda kwa Mungu muulize. Wamekuja na wewe najua na waonaga ukiwa kule, wamekuja wamejipanga, wamewapeka kikundi chao kado, na sasa wanataka kunifrustrate. Don't run away. Mwambie Mungu,
Nidamona nwamona na hara maikarete ugathika kona ine gakukera Ngai niramona hara maikarete bas adoni acio muthenya mako haraganio nikona haha. Then he gave orders for fast to be observed. Number 2, he sought God. Number 2, he gave orders for people to sanctify. Wakafanya safi. They went for sanctification. Wakaomba Mungu ndio awakubalishe for the next move. Bwana Yesu asifiwe sana. You don't run away. You don't get frightened. You seek God. Then you understand, how do I go before God? I have to sanctify myself. They sought for what? For a fast. Akasema watu wote throughout the country waombe. Kikundi yako waambie tuingie kwa maombi, tufuge kukula na kunywa mpaka tumalize hii nyoka iko hapa dadi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka tumalize watu wamejiunga kikundi. Ni wale tu walikuwa wamejiunga kwa hiyo kikundi kile. Sasa ni wakati wa kupigana na wao. Na hauna nguvu ya kupigana na wao. Unaenda kwa Mungu. Just surrender yourself to God. Jehovah Dokapia, surrender. They surrendered before God. And they allowed God. Now they told God, we cannot be able to fight these people. They are much stronger. Maana wengine ni wamama, wengine wako na pesa, wengine wako na wako sawa. Usoke ujire na wengine moyo ma spirit ko hodera ma spirit. Moyo konyita modo moko magakuha. Ogezi yani konyita niko hoyanira we genuinely hapa na kuomba msaidie huyu mdada, mbariki. Kumbe na yani kukunyonya na konyonya, alitaka tu open mdomo, unyonywe. By the time unakuja unaanza kutembea ni kama unaenda kama nini? Tagalie tu kete seda boro ti radio. Onywe to ginya okaga hinya. Bwana Yesu sana. Verse 4. Yes, ogunugo bara shiruago. For every city of Judah, people hurried to Jerusalem to ask the Lord for guidance. Ask God. Don't fight. Usikuje gumi yako. Usianze matusi. Usianze kujidefend. Hapana. Seek him. Seek the guidance of God. For every battle, seek. For every move, seek. That is to say, hata wamejaribu, hata wakijaribu kupigana na Ndura, wameshindwa. Man, I know how to go to God. I know how, what time tuenda Mungu, naenda Mungu na style gani. Naenda kwa Mungu na ni kuobserve kwanza, unaomba, unapata ufunuo. That is why they went for fasting, to get revelation. What kind of a warfare is this one? Ukijua inakuja na jia hii, utaiapproach na ile jia unajua. Maana Mungu has given you revelation. You just don't get into battle na hujui imetoka wapi. You just don't go to battle and you don't know the strength, the power, the ability. Hauelewi. You need to understand the ability. Unafaa ujue hawa wanataka kukupiga ni wakina nani, ama hawa wanakupiga ni akina nani, wako na mipango gani, wamefaulu vita ngapi. Haleluya. Na hafu unaenda na waangalia kama ni vikundi za wamama, unaenda na waangalia wote, unafanya research yao, unajua hawa wamama wameenda kanisa gapi. Ukiona mtu ameenda kanisa kama 7, huyo si mtu wa kwenda kupiga haraka hivyo. Ujue amepigana vita, ameagusha maapostoli wangapi, ameagusha maapasta, ako na experience gani, na ameka gate. Hallelujah. Now they know how to defile you so that God akuondoke. Na hiyo ndio kitu ya kwanza watafanya, kukudefile. Ndio Mungu akuondoke. Na ukidefailiwa, wanakuja wanakuattack with an immediate effect. Na wanakuja padiri mwingine kusema, tulisema tu kuna mahali anaenda. Tulisema. Maana walijua mitego, kuweka mitego. They have an experience. You don't confront your enemies. You lie. Ukiona wamekuja wengi na unaona sasa you are not completely ready, unarai roho na unapiga magoti na unainua mikono yako, unasarenda. Unaambia mimi niko tayari. Munitume mahali ama munipeleke mahali mnataka. Msiniue tu. I am going to support you. Wale kale kamuse kaliachwa wakati wa David akienda kuchukua bibi zake walikuwa wameenda. Kuna kamuse kalipoona watu wamekuja, kalisarenda. Kakaambia David, wewe tembele ya gaido kujuraga. Niende gwetekera. Ninakubali kukupatia story yote. Lakini wape. Wale wanani Gibeonite. Wakasarenda. Wakaenda wakaingia ndani yao. Ukiangalia uone hawa watu hautawezana na wao. Na unaona wanakuja na wanakuja kukumaliza. Sarenda. Immediately. Na usiwaonyeshe uko na agenda. Usiwaonyeshe unaweza kupiga mtu. Usiwaonyeshe na ukue mjinga ule wa kusomeshwa. Unajua kuna mjinga wa kusomeshwa? Ako na degree ya ujinga. Ukae ukiwa mjinga, ujifiche ndani yao. Ndio uwalipue ukiwa ndani. Sasa ukijificha ndani yao, watafunguka midomo yao, utawasikiliza venye wanapanga, venye wanafanya, utajua mipango. Ukijua mipango yao yote na ujue spiritually how strong they are, sasa hiyo lipuka. But before you knowing how spiritually, how strong they are, don't attack.
ukijua hizi ni manyoka. Vile mnaonaga na kaga na wao hapa, mnajua hii ni nyoka. Niramenya na nyoka, but unakuta tunakula na yeye because kuna kitu nataka kumuelewa. How strong are you? How equipped are you? How well planned are you? How organized are you? Who is backing you? Ni mtu wa hapa, ni watu wangapi uko na wao? Na hije uko na nani? Na hiyo hije uko na nani? Nguvu yake ni gani? Sasa ukiadasadi hizo vitu, ukielewa vizuri. Sasa ukijua, sasa umejua kila mtu wako walikuwa watu 9. Ujue kila mtu mipango yake, venye amejiorganize, venye amejiplan. Bas, sasa hiyo ndio utashika mmoja ukichinja. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hiyo utashika nini? Na ndio unaona vita za hii nyumba zimekuwa gumu sana kwa wale wanajaribu kutusaburia. Maana tunakaaga na wao kama wajiga, wakati wa kulipua ni siku moja tu. Unalipua mpaka unasikia wale wa marigo kaigwada ni yule mara haruruko go mari nyama, unagoga vizuri na unaona wao ndio walikuwa kama best, walikuwa wamekuzunguka hapa, mabeste walikuwa wamekalia hapa, wanasema mpaka kila mtu anajua ndakuwa na apostle ndio unaangania. Unakuja kusikia huyo mwenye alikuwa rafiki ya apostle ako pale kwa barabara akishaya hiyo amoria ni kandidati ya digo kaleki ni ulia ona. Have this. Use your mind. Use your spirit. Be a planner. Don't just attack because they have attacked you. Just surrender. Ukiona ni wengi na ukiona they are smart, just surrender. Surrender kabisa na urudi chini. Ndio usome na uwafanye marafiki, walete kwa meza, mkule na wao. Wewe wanunulie chakula. Ukimaliza wapeleke, waita kwa ofisi yako, tengeneza chakula. Wakati mnakula kuna spirit inatokaga, unaelewa huyu mtu. When you are eating together, unaelewa huyu mtu. Anakupatia story, kuna spirit. Ndio maana Yesu alileta disciples pamoja, wakakula pamoja. Kwa sababu wakati mnakula pamoja kuna kitu inatokaga. Kuna kashetani kanarukaga. Ndio unajuaga maadui na marafiki katika mlo. Bwana Yesu asifiwe sana. From every city of Judah, kila city, and they heard the people of Jerusalem gathered in the new courtyard of the temple. King Jehoshaphat went and stood before them. Sasa ndio mdhamaki anakuja. Si kama yule unaona Ruto anaanza kutukana na Gachagua, anamtati walifanya hivi. Wewe ni president, umekuwa deputy president. You are deputy president and you are a president. And these atrocities zilifanyika ukiwa deputy president. Why haven't you reported? Unajua sasa huyo njema anafaa kustakiwa. Kuna sheria inasema kaa na information na ukakataa kupatiana, unafungwa miaka 7 good years. Ruto is subject. Alafu na huyo anasema ati mtu amekoda baka masikio. Hiyo body shaming, it is so an offense in a court of law. It's an offense. Na hiyo wanafaa wawili wafukiwe hapa Kamete. Mmoja peleko Manyani na mwingine akae Kamete. Wawili watodolee shida. Na mtu mwingine anaanza kutukana ati wewe ulilala na mtoto, wewe ulifanya hivi, wewe ulifanya miaka. Are you a president and you have police? Huko kuna intelligence, huko na sio kiripoti hiyo kitu. Ashikwe. Na ile hiyo kaburi kufufuliwe, hiyo mafupa itolewe, atuelezwe huyo mtoto alisikwa namna gani. Bwana Yesu asifiwe sana. But you cannot politicize this thing. You are stooping too low. When you are arguing with Gachagua, let me tell you one thing. In the spiritual realm, Gachagua is a good man and I have no offense. Sina na kitu mbaya na yeye, lakini wacha nikwambie the siri kubwa. Najua yule chairman wa nyumba 10. In the spiritual world, he is much stronger than Gachagua now. Because Gachagua is a person impeached. What is to be impeached? Umeondolewa kila aina ya mamlaka. Umeondolewa kila aina ya nguvu. Umeondolewa kila aina ya system ya kiungu. When you are impeached, umeondolewa kila kitu. You are wenoi dole nago. Gachagua hata kama sasa tukakuta kuna inzi zimekufa, tumemwaga dumu hapa, mainzi zikakufa, tumupatie kazi ya kuhesabu hizo mainzi, polisi wakuje watatushika. Maana he is not supposed to hold a position, a single position, no matter how small it is. He is not supposed, hata nyumbani kwao, he is not supposed to kuchair a meeting in their family. Hata ya mazishi, hata ya nini, he is not supposed as per to the law. So that one ukiitani into the spiritual realm, he is empty. Kuargue na mtu kama huyo, unajirudisha to the emptiness. And that is what Gachagua wanted. Gachagua hata nimesikia akisema nilitaka ukasirike, maana anajielewa na anataka kukuvuruta. Na hivyo ndio kunakuwa kavita kama kanisani ama mahali popote. Kuna mtu atakuja tu akuchokose, akuweke tu kidole kwa jicho, maana anataka kukuingiza katika ushetani wake. Bwana Yesu asifiwe sana. So avoid
Ng'ang'ana sana kutokubali kuingia to pick anything, any word from anybody. Ukisikia hiyo kitu upelekani nayo in the spirit, ondokea, wachana na wao. Wakikuita ndogo shaitani na nini, wewe nyamaza, tulia. Don't embark on their mission because they are pulling you. Wakuingize huko ndio kuwe empty kama wao. Maana wamejaribu kutafuta njia nyingine yote. Tunasikia katika Deuteronomy 7 Mungu akisema usikubali kuoana na watoto wao, ama watoto wako waoe watoto wao, ama ushirikiano wowote, maana watakuwa wanatafuta njia mimi nikasirike nikupigane na wewe. So God is fine. And this is why Job always, watoto wake walipotoka party after party, aliwaita, akawaenda, akawainulia madhabahu. Wasije wakawa kuna kitu walifanya kwa roho, si kwa physically, kinokoro, walikasirisha Mungu kiroho. Sasa anawatolea dhabihu kila mtoto, anawakilesi kila mtoto, na wanaambia sasa Mungu safi, anawapresent kwa Mungu kama a holy sacrifice. Bwana Yesu asifiwe sana. They are attacking you because they want to defile you. They are attacking you because they want to defile your mind. They are causing their meetings huko kado because wanataka ukasirike, either uresign ama ukasirike muanze kubishana na wao ndio wakuigize kwa ushetani yao. So avoid them. Ukiona wamekuinukia wameanza kurudishia maneno kukufanyia hivi, ukisikia kuna vitu, Bwana Yesu asifiwe sana. And the people of Jerusalem gathered in the new courtyard of the table. They gathered on the table. Hawakwenda mahali mengine, rudi kwa Mungu. Always when the challenge has come back to God. Kuja kwenye madhabahu ya Mungu, wacha kutoroka kupigania huko nje. Ukisikia vita ni za kimadhabahu zimekuja hapa, usipigane na vita za kimadhabahu kule nje. Usiende huko nje kupigania, rudi hapa. Maana hapa ndio kuna nguvu. Hapa ndio kuna uwezo. Hapa ndio kuna ile madhabahu inakupiganiaga. Usitoke nje ya madhabahu. Kama unasikia ni vita za kimadhabahu, usitoke nje ya madhabahu. Kama ni vita za kibiashara, usitoke nje ya biashara. Kama ni vita vya kidoa, usitoke nje ya kidoa. Pambania kwenye madhabahu ya kile kitu. Kama ni madhabahu ya biashara, pambania hapo. Kama ni ndoa, pambania hapo. Hapo pambania hapo, ama uondoke. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes. And verse 6. And they prayed aloud. Walienda kwenye madhabahu na wakaomba, Oh Lord, God of our ancestors. Sasa hiyo wameanza kitu kinaitangwa kupeleka mashtaka. Presenting your case before the court. Sasa alienda before the court. Aliaddress Mungu kama Mungu wa mababu, Mungu wa baba zetu, Mungu aliyekuwepo mpaka sasa yupo na atakuwepo. Wakamuinua, waliinua huyu Mungu. Ni unapoanza maombi, anza maombi na kuinua Mungu asifike. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Akamuinua. Wewe ni Mungu mkubwa. Unaanza na sifa kochokocho za Mungu wako. Unaanza na sifa kumsifu Mungu na kumuinua kwa kiwango ambacho kiko juu. Bwana Yesu asifiwe sana. And they prayed aloud. Ginyamegimera madhabie maguru. Goko. Ngothabio na njono na rurimiu. No thikweli athuri yao ginya matinari ahoi. Ucoke urang'ang'ana na mboreri, andu aguruki, andu mekeraga kwa ngoma. Present your case before God. Bwana Yesu asifiwe sana. Present your case before God. Don't fight them. You can never win a battle. Magoithetie makanitha taigana rimwe. Riu mararigwa kanitha gaka ni gatui. Gaka ni gatui. Mwathani agocwo. Don't fight them. You cannot win a battle against those people. They are prepared for you. Metereire mamenya no gocagurwo cia ready. Tondu nio mendaga matuke cia ready getha manguhiririe. Mokage hale tukariaga kanyama hamwe nao. Riu maramenya niwe turaria kanyama na niwe wirima. Tarutungatira Ngai nigetha wa present case yaku uguo. Just present your case. God knows your heart. He knows why alikulete hapa. He knows, anajua ngoro yako. Kama iko na uchafu anaijua. Kama iko safi anaijua. Kama uko genuine anajua. Kama you're not genuine anajua. Present your case to him. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse 16. Don't fight them. You can't. I don't get nao. Kai. Ulioka hade kwa na warathi ugu. Oyana ostrich. Attack them tomorrow. God says, God will attack them tomorrow as they came up to pass at Ziz.
you will meet them at the end of the valley that leads to the wild country near Jeruel. 17. You will not have a fight majaji. You have to prepare him akuje. Kama vile Yunania alisema, Solomon aliprepare Mungu akakuja kama a God of wisdom. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana alimprepare akamwambia, ulibariki baba yangu, neema yako. Yani alimsifia kwa njia ya kiwisdom. Kisha akamwambia, kile kitu nakuomba tu nisaidie nacho, nimpatie hekima ya kuweza kuongoza watu wako. Nataka tu hekima au hakiri tu isigishira dena sio baba rake muhete ido rake muhete otogore rake na otogore na easy. He prepared God to come to him to give him only wisdom. That is how you prepare God. If it is business, prepare God, the God of business. Bwana Yesu asifiwe sana. Prepare the God of business. Kama ni marriage, prepare the God of marriage. Kama ni kitu chochote, prepare that God in the form that you want. Prepare him. Na umuonyeshe sasa, nimekuja kwako kwa sababu ya biashara, nimekuja kwako kwa sababu ya ndoa, nimekuja kwako kwa sababu ya uongozi, nimekuja kwako. Yani you have to prepare this God. You are powerful and mighty and no one can oppose you. Unamprepare that you are dealing, you are not only, unamrecognize, you are not only dealing with any other God, you are dealing with a God who nobody can oppose. A judge, ule Supreme Court wakisema wewe ulishida, inakuwa the end of the game na hakuna mtu anakata. Ama mmeikuwa ukisikia watu wakisema ukifika Supreme Court, wakati Uhuru aliambiwa kulikuwa na irregularities and alizita nani irregularities na mwashitirete irregularities, Maraga alisema irregularities and irregularities. Uhuru alienda pale Bama kujikuna, alikuwa anajikuna kila mahali. Hakuamini ati kuna mtu anaweza kumwepose 7 men, wakakataa na yeye. And because they are powerful, constitution has given them mandate, they have the power. Our God has the power. You present him as a God who has the mandate of everything. Once you put your God on that chair, ati yeye ndio mwenye nguvu, ndio mwenye mamlaka, ndio mwenye uwezo na hakuna mtu anaweza kumshida, basi hawezi kushindwa vita. Hawezi kuweza kujienea hapa tena kwa inena tekea marago ikile maradhi mareka. You don't care, you don't give a damn, you just do it because you are God. Umemweka mahali anastahili. Sasa Mungu wako ni Mungu wa wanyonge. Ati baba wewe ni Mungu wa wanyonge, ninakuomba baba, vile unateteaga wanyonge unitetee. Mungu wa wanyonge. Ya Mungu siwezi mtaka kwangu. Mimi Mungu wangu si wa wanyonge, maana mimi si mnyonge. Mimi ni kiumbe kilichotengenezwa na Mungu mwenye nguvu, mwenye mamlaka, mighty warrior, Mungu mwenye uwezo, Mungu mwenye kila kitu ambacho kiko dunia hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, tuendelee hiyo ingine verse 7. You are our God when your people Israel moved into this land. Wewe ndio ulikuwa na watu wetu. Wewe ndio ulinileta hapa. Wewe ndio umenifanya nimefika mahali hapa. Nimeinukiwa kwenye vita hivi. Na mimi najua wewe unaenda kupigana. Maana asham prepare kama Mungu ambaye ashindwe, asiyeshindwa. A God who is never defeated. If you present your God as a God who can never be defeated, I'm telling you, that's enough prayer. Fuga maombi yako hapo. Jisarenda kwake. Apigane. Sasa hapo umemweka kabali, umemweka kwenye kona. Umempiga Mungu wako ngeta. Umemwambia wewe utakihotako. Utaimagine yake hoto. Akishonolivia mbele yako. Huyo Mungu akijiaibisha, already umemsifia, umempatia usifio ya kwamba wewe ni Mungu ambaye hasindwi, hauwezi kushindwa. Mimi nakuelewa. Tulikuwa na wewe, sisi tulikuwa na wewe. Hapo tukikuja huko kwote, sisi tulikuwa na wewe. Tukashinda wa Moabi, tukashinda wa Awizi, tukashinda wa Girikashi, tukashinda wote. Sasa unataka kuniambia Mungu anaweza kushindwa? Wewe ni Mungu mkubwa, hauwezi ukashindwa. Sasa huyo Mungu umemweka kwa kakona. Na Mungu hapendagi aibu. Unajua Mungu hapendagi aibu? Hapendagi aibu. Atapigana akifunikia aibu. Sasa atakupigania ndio afunike aibu. Si kwa sababu wewe ni mzuri, ni kwa sababu kuna aibu umemweka kwenye kona fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. You are our God. Wewe ni Mungu wetu. When your people Israel moved into this land, you drove out the people who are living here. Gave the land to the descendants of Abraham, your friend, to be there forever. Sasa nataka kuona tukishindwa. Hiyo ni dago jana mwambia no nyende kuona ugeshindwa. Ule wewe kile goko wewe Ngai. Wewe ulifanya na tuliona tulikuwa hapa. Na halafu ulikuwa na rafiki yako Abraham. Ulikuwa na rafiki yako Abraham.
Sasa hiyo ni kuweka Mungu ndani ya kunia na unafuga. Maana alikuwa anapenda Abraham na aliahidi Abraham. Ni kwa nini ameleta Abraham hapa? Because of the covenant yake na Abraham. Because of the agreement ile walifanya na Abraham. Sasa ameleta agreement mzima. Aliambiwa kisasi chako hakuna siku kitashindwa na maadui. Milango ya maadui haitaweza kizazi chako. Sasa amelete Abraham, ndio ile covenant ikuje on board. Are you getting me now how you pray? You have to bring covenants. You have to bring promises. Alisema I will never forsake you nor leave you. Wekelea hapo. I will never, hata ukikuwa kwenye the valley of shadow of death, wekelea hapo. Chochote alisema ambacho kinahusikana na ile situation huko, wekelea hapo. Umevuga Mungu, umemweka kwa box. Aigira kanyamunyeta, unamwigisaga hapa ndani na anakaa hapo kama speaker. Sasa unamwambia jipiganie. Wewe ndio ulisema mimi hakuna mtu atanishida. Ulisema hautaniwacha wala hautanitelekeza. Uko pamoja na mimi. Sasa unamweka hapo. You put your God. Mweke ndani ya kaboksi. Mweke ndani ya kagunia na ufuge. Na umwache hapo ndani. Atapigana vita. Bwana Yesu asifiwe sana. You drove them. Twende hiyo ingine. They have lived here and have built a temple to honor you, knowing. Look now. Ameleta rafiki. Ameleta venye alifanya na maagano yote. Sasa ameleta kitu kingine. Hawa watu walikujengea temple. Where is your temple? Sikiza, wakati wa Hezekia aliuliza Mungu kitu kimoja. Bethel Clouds TV, empowering lives.